Yaani mtoto mzuri kama yeye nishinde mimi kutumia pesa yangu kwako, sasa mimi nitakuwa mwanaume aina gani? Kwenye vikao vya wanaume nitaongea nini? Nitachangia mada gani sasa? A few moments later. Hii ni kati ya ofisi yetu ndogo, kwa nataka nihakikishe kwamba unaonekana kitu tofauti. Si unajua? Nataka mpenzi wangu unang'aa. Wako anaongea na fanya kazi hapo na kushtua sawa? Sikilize. Swaga tozi. Kwa maniga. Anakuaje Mnyamwezi? Kama kaa. Sasa. Umeona yule mtoto pale nje? Nimemwona. Yule mtoto mwanangu, mimi nishamtengeneza sana. Na hapa ninakuelekeza hapa nimemzingatia kwamba hii ofisi ya kwangu. Sawa. Kwa hiyo mimi nikiingia nawe kaosha. Yaani usitende lolote kakinya. Mimi nishamtengeneza mazingira mtoto hii ofisi ya kwangu. Kwa hiyo kaosha usio. Haina noma. Baridi mwanangu, wewe nimshtue. Karibu mlembo wangu. So jisikie uko nyumbani, hii ofisi ni kama ya kwako na unaruhusiwa kufika muda wote. Sasa angalia chochote ambacho unakihitaji. Mimi najua unapenda kuvaa nguo kidogo za kiume kwa. Angalia chochote ambacho unaona kikikukaa basi utapendeza. Unajua mimi napenda mtoto mzuri upendeze. Uko katika muonekano. Kote pita hata kule kwenye masweta yale maprova. Angalia viatu pale juu. Endelea kutafuta mamtu. Sawa mambo. Karibu. Mama. Hapa lazima kitu mzee. Au sio? Hapa lazima kitu kifanyike. Bana wewe ni mzee wa toto zi. Mwanangu kuna vitu vingine vigumu kuvumilika kaka. Si umeona toto hilo? Siwezi kuvumilia kaka. Anaweza. Action. Mwanangu. Kitu mzee. Sister. Lembo. Mambo. Mbona mzuri hivi? Hata wewe mrefu mzuri. Eti? Walai wankosha roho yangu mie. Ongea bana, go straight to the point. Nenda straight. Alo nimekupenda bwana. Haki ya Mungu nipo tayari kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Yaani wewe mzuri mpaka na enjoy nikikutazama. Asa dunia ni kitu kidogo, labda ungeniambia kitu kingine kikubwa zaidi. Dunia. Wewe unahitaji dunia tu. Basi dunia iko mikononi mwako. Iko hapo. Unabisha? Watu wazuri kama nyie mimi lazima nifanye kitu. Yaani haiwezekani mlembo kama wewe mimi nishindwe kufanya kitu. Nitakuwa mwanaume wa aina gani sasa kama nashindwa kufanya kitu kwa mtoto mzuri kama wewe? Lazima nifanye kitu, wewe mkamata kwanza. Inakutosha? Subiri. Dunia iko mikononi mwako mama. Kuanzia sasa hivi unatakiwa uniambie chochote kuhusu pesa. Yaani ni kitendo cha kusema tu kwamba hainitoshi, alafu mimi naongeza pesa. Wewe usijali, wewe unatakiwa tuzungumze mama. Hivi ni vitu vidogo sana. Usijali. Haitoshi. Basi chukua zote au nipe na namba yako na nitakuingizia. Yaani wewe chukua tu pesa zote. Alafu nipe na namba yako mimi nitakuingizia. Haki ya Mungu. Kidogo tu. Walai. We. Mchola manamba kwanza. Hii ndio namba yako WhatsApp ni kote nakupata. Na hela inapokea. Na hela napokea. Swala la hela vitu vidogo sana kwangu. Yaani utakiwa kabisa kupata stress kuhusu pesa kwenye maisha yako. Kuanzia hapa tunavyozungumza, stress kuhusu pesa au shida yote ambayo inahusu pesa imekwisha. Sawa mama? Usiongee, hauna vitendo. Sasa kwa mtoto mzuri kama wewe. Yaani mtoto mzuri kama wewe nishinde mimi kutumia pesa yangu kwako, sasa mimi nitakuwa mwanaume aina gani? Kwenye vikao vya wanaume nitaongea nini? Nitachangia mada gani sasa? Utakuwa uzuri vikao. Alafu mimi mwenyekiti wao sasa kama ulikuwa unajua nikupe siri. Sasa labda tu nikwambie kwanza unakaa wapi? Hapa mtaani. Afrikana. Okay. Sasa mimi niko Sinza pale. Sinza patikana unapata? Niko maeneo yale pale. Na pia hapa ambapo umekuja ni dukani kwangu.
Hapa ni ofisini, kwa karibu sana, unaweza kujisikia uko nyumbani muda wote ukaja. Na pia kitu kingine labda nikwambie, una usafiri au twende wote na usafiri wangu? Labda nikusindikize. Gari yangu nimeacha pale. Upo na gari? Okay. Sasa nitakutumia nyingine kama hiyo baadaye ukitoka hapa, au ngoja ni usijali. Yani so yani issue ya kuniambia kweli vitu vya kutolea mimi ndio vinini kwani? Mimi utakuwa unaniambia tuma pesa. Mimi natuma hela tu. Vitu vingine vidogo vinakuwa? Basi ni sawa. Okay. Kwa hiyo unaenda? Haya sana. Utampigia? Haina shida. Mama. Kumbe nimeacha mtu. Nimemaliza mzee, mtoto kaja yule, kila kitu kimekaa sawa. Kweli? Mimi tena. Wewe mkali. Baby. Vipi, umepata nguo? Okay, kuna simu ya biashara, kuna jamaa nilikuwa naongea nao, kuna mzigo unashuka bandarini, kwa hiyo nilikuwa naelekeza jinsi ya kufanya. Yule mdada alikuwa umesimama naye ndio sema uko unaongea na simu pale, si ndio? Yule mdada sasa alikuwa anaenda hivi, mimi nilikuwa naenda hivi. Wanachukuliaje? Sasa kwani bibi kuna shida gani? Wewe utoke hapo usiende kuongea na simu, kumbe umesimama na mwanamke hivi, unanionaje kwani? Unanichukuliaje? Mimi nimesimama na mwanamke wapi? Hizo ni dharau. Hivi kwani bosi na nini? Okay. Chukua basi nguo alafu tukiondoka tutaenda tukaongea. Siwezi kuchukua nguo, siwezi. Yaani wewe unaniacha mimi ndani unaenda kuongea na mwanamke mwingine nje, serious? Chukua nguo kwanza tuondoke tukaongee nyumbani. Sasa tuna discuss hapa ofisini. Ongea na mimi. Teja za watu mwisho. Ongea na mimi. Angalia huko. Au umeendikiza umalaya mwenzangu mimi sijui, si ndio? Nisikilize basi. Hivi kwani umekosa nini kwangu? Nina kasoro gani Nina kasoro gani kwa kufuata mwanamke mwingine nje? Na kasoro gani mimi? Wewe nimekwambia chukua nguo, tukifika nyumbani tutaongea. Sasa watakujaza watu hapo ofisini. Sikia nikwambie. Usinichukue unaponichukulia. Si mabosi ana mambo mengi bana. Wewe unamtetea afu na wewe kaa kimya wewe. Kaa kimya, funga domo hilo, kaa kimya. Sasa mimi usibosi wangu na lakini mbona wewe nakuhusu mimi naongea na mwingine malizana na mimi bana. Maswali na mapenzi mnaanza kunisikia. Sikia nikwambie. Kuonekana na nini tena? Pendaneni wenyewe. Yaani unaniacha pa dukani unafanya mwanamke mwingine tena unasema naye ninakuona afu na wewe uko unaongea na simu, serious wewe? Sawa basi chukua nguo tuondoke nyumbani tukadiscuss hapa ofisini. Ongea na nani? Kwa hiyo umegoma kuchukua nguo? Basi tuondoke. Uondoke na kila mtu anaondoka kivyake. Sasa unaondoka unijui sikujui. Sikujui tena tu. Glory. Baby. Asa vipi kama nitafeli kule? Wewe subiria.